Karibu kwenye simulizi ya Machozi ya Rohoni. Mwandishi ni Azizi Hashim. Jina langu ni Onesimo Sangalali. Walipomaliza kazi za ndani, walihamia nje, tukawa tunaendelea kusaidiana nao. Sasa Alex, ujue kuna kitu sijakielewa. Wakati nakutana na wewe, tulikuwa tumepanda basi ambayo ilikuwa inakwenda Dodoma. Kwa nini hukupanda mabasi ya moja kwa moja kwenda Lushoto? Si yapo? Nilikuwa nimechelewa sana. Nilipanga nije mpaka Morogoro kwanza, kisha ndio nitajua cha kufanya. Nilichokuwa nataka ilikuwa ni kuondoka tu Dar. Kama ni hivyo, kwa nini hukufikiria kushuka Chalinze pale? Huwezi kukosa magari ya kuja huko. Hata sikuwa na mawazo hayo. Nilikuwa nimeshachanganyikiwa mno, lakini pia nadhani ni Mungu tu ndiye alikuwa amepanga. Unafikiri kama ningepata magari ya Lushoto moja kwa moja ningeonana vipi na wewe? Na kama ningeshuka Chalinze, tungepata muda wapo kwa pamoja? Nilisema na kusababisha Alex atabasamu. Ni kweli hata mimi mwenyewe nilikuwa sielewi imekuaje mpaka yakatokea haya yote. Nadhani kweli ilikuwa ni mipango ya Mungu. Tuliendelea kazi za hapa na pale huko, stories zikiendelea mpaka baadaye baba na mama waliporudi shambani wakiwa na wadogo zetu. Siku hiyo jioni ndipo nilipopata nafasi ya kuzungumza na mama, na kama nilivyofanya kwa baba, nilimwomba sana msamaha kwa yote yaliyotokea, na ilibidi naye nimsimulie kila kitu kilichokuwa kimetokea. Akasikitika sana kiasi cha kutokwa na machozi, lakini mwisho aliniambia kwamba amenisamehe na walishazungumza kuhusu mimi usiku uliopita. Huwezi kuamini, nilijihisi ni kama nimetoa mzigo mzito sana kichwani mwangu ambao ulikuwa umenilemea. Nilimweleza kuhusu mpango wangu wa kuwajengea nyumba ya kisasa, na nakumbuka mama alifurahi mno na kuja kunikumbatia huku machozi ya furaha yakiwa yanamtoka. Nilizungumza tena na baba, naye akaonyesha kufurahi sana. Na siku iliyofuata baba hakwenda tena shambani. Badala yake alianza kuwatafuta mafundi kwa ajili ya mipango ya ujenzi, na kwa sababu nilikuwa na fedha za kutosha, kazi ilianza siku hiyo hiyo. Matofali yalienda kununuliwa, mafundi walianza kuchimba msingi na kazi ikapamba moto. Tangu nifika hapo nyumbani sikuwa nikishughulika na simu yangu kabisa. Siku hiyo wakati mafundi wakiendelea na kazi, nikaenda kuchukua simu yangu na kuiwasha. Meseji zikaanza kuingia mfululizo. Nikashusha pumzi ndefu na kutuliza kichwa changu. Nikaanza kuzisoma moja baada ya nyingine. Macho yangu yakatua kwenye meseji moja iliyokuwa imetoka kwa Joana. Nikafikisha macho na kurudia kuisoma. Nataka talaka yangu. Siwezi kuishi na mwanaume muuaji kama wewe. Nimeshapeleka swala hili mahakamani. Unatafuta pesa, masi yako hupatikani. Sitaki matatizo na wewe. Nataka talaka yangu. Ilisomeka meseji hiyo. Nilitikisa kichwa na kutabasamu. Joana alikuwa akitafuta kila njia ya kunitingisha, lakini ambacho hakuwa anakijua ni kwamba tayari nilishasimama tena baada ya kuanguka kwa muda mrefu, na hakukuwa na kitu cha kunitingisha tena. Nadhani simu yake alikuwa message delivery notes, kwamba kama umemtumia mtu message anapoifungua tu, hata kama itakuwa ni siku kadhaa baadaye mbele, itamrudishia ujumbe kwamba message imesomwa. Basi muda huo huo Joana alinipigia. Nilikuwa nimezungukwa na mafundi na watu wengine wa pale nyumbani, kwa hiyo sikutaka mtu yote ajue kuhusu matatizo yangu. Nikasogea pembeni na kuipokea. Wewe Shetani, najua umeiona message yangu. Nachotaka ni talaka yangu. Siwezi kuendelea kuishi na mwanaume asiye na mbele wala nyuma. Utaishi maisha ya kujificha mpaka lini? Unatafutwa kazini, unawaambia watu kwamba waseme haupo. Nyumbani huonekani. Nachotaka ni talaka yangu, alisema Joana kwa sauti iliyojawa na kiburi cha hali ya juu. Joana, kuna haja gani ya kupigizana kelele na mimi? Sio lazima mwisho mapenzi wa ugomvi. Mimi na wewe tuliishi vizuri kipindi cha mwanzo. Ulijua mambo yangu, nikajua mambo yako. Kama mapenzi yamefika ukingoni, ni vyema tukaachana kwa wema. Huna sababu ya kunifanyia visa. Kama ni talaka utataka utaipata. Kwa nini tugombane? Nilimjibu kwa sauti ya utulivu sana. Pengine hakutegemea kama nitamjibu kwa utulivu kiasi kile. Labda alitegemea tutaanza kupandishana kama ilivyokuwa kawaida yetu. Yaani anakuchokoza makusudi ili akuharibie mudi yako. Ndio nimesema kama utaki ugomvi na mimi, nipe talaka yangu na nitahakikisha napata hali yangu. Kila kitu tulichochuma pamoja tutagawana nusu kwa nusu. Hilo halina shida kabisa. Labda kuna jingine, nilisema kwa utulivu. Akakata simu. Nikashusha pumzi ndefu na kuanza kutafakari kwa muda. Kumbe lengo la yeye kutaka talaka ilikuwa ni kugawana vitu tulivyochuma. Nilifikiria kwa kina. Hakukuwa na kitu chochote cha maana ambacho mimi na yeye tulikuwa tumekifanya kwa kipindi chote tulichokuwa tumeishi pamoja.
Zaidi ya kununua kiwanja ambacho ndicho fedha nilizokopa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba, alikuwa ameamua kumhonga mchepuko wake. Kitu kikubwa ambacho pengine tulikuwa tumefanya ni kukamilisha kwa vifaa vya ndani. Ni kweli tulikuwa tumenunua samani za gharama mle ndani kwetu. Kulikuwa na TV ya kisasa kubwa kabisa ya ukutani, redio ya kisasa na vitu vingine vya thamani. Hata hivyo sikuona kama hivyo vyote vinaweza kuwa sababu ya mimi na yeye kusumbuana. Na hata hicho kiwanja, kwa sababu yeye alishachezea fedha tulizokuwa tumepanga kwenda kujengea, kiungwana alipaswa niachie ili na mimi nipate kitu cha kuanzia. Kwa kipindi tulichoishi pamoja, sio kwamba sikuwa napata fedha, nilikuwa napata fedha tena nyingi tu, lakini mwenzangu alikuwa anapenda sana anasa kiasi kwamba mshahara wangu wote ulikuwa ukiishia kwenye matumizi ya ovyo ovyo. Na kutokana na jinsi nilivyokuwa nampenda, nilikuwa nahakikisha kila anachotaka anakipata kwa wakati, na pengine huo ndio ulikuwa ujinga wangu. Vipi mwenzetu? Kawaida tu. Kawaida vipi wakati na kuona haupo sawa? Na huyo mwanamke wako tena, si ndio? Aliniuliza Alice baada ya kunibamba nikiwa nimesimama kama zezeta, nikiwa nimezama kwenye lindi la mawazo baada ya ile simu ya Joana. Nilishindwa kumjibu, nikavunga pale na kutaka kurudi kwenye shughuli za ujenzi zilizokuwa zikiendelea, lakini Alice alitaka nimueleze nini kilichokuwa kimetokea. Nilishusha pumzi ndefu na kumtazama, naye akawa ananitazama kwa macho yake ya upole. Anataka talaka. Sasa hicho ndiyo kinachokuchanganya? Kwani bado nampenda, si ndio? Hapana, sio hivyo Alice. Kumbe nini? Amelipeleka swala hili mahakamani na nataka tugawane kila kitu tulichochuma pamoja, nilimwambia Alice. Nikamwona na yeye ameshusha pumzi ndefu na kugeukia pembeni. Kwa hiyo umeamuaje? Ndio hapa nilikuwa natafakari. Kwani nimechuma nini pamoja kikubwa ambacho kinakuchanganya kichwa? Aliniuliza Alice, swali ambalo lilinifanya nijione mjinga, kwa sababu kweli ni kwamba hakukuwa na kitu chochote cha maana. Labda kama tungekuwa tumejenga nyumba ya kifahari au pengine tuna miradi mkubwa, ndio ningeweza kuchanganyikiwa, lakini hakukuwa na chochote cha maana.